Welcome to our platform. We are delighted to have you. We're here for something unique, something versatile, something inspiring, something unstoppable, and something that can transform. Welcome to our channel. My name is Winnie. We have got Sister Salome, we have got Sister Lillian, we have got Sister Nema and Diana. You'll get to know them a little bit more as we carry on our video. It has been a minute. It has been a while. You know, life has been lifing, things have been happening. But we're here. We are good. We are good to go. We are energized. And please support us where you can. Watch our videos, share our videos, spread the good news. Yeah. So, the topic of today says, hold on. Living by faith versus investing, ladies. Living by faith versus investing. Do we need both? What do you think? Yeah. So as we share our perspective, na wewe pia uko eka kwenye share perspective yako kwenye comment. Okay? Share in the comment, yeah. And we're going to mix English, Swahili, Swanglish, whatever whatever you call it. Yeah. Karibuni. Good to see you. Good to You see are you looking lovely. Long time. So long time. It has been a while. It's been a while. Yeah. But here we are. Tunamshukuru Mungu ametuwezesha. Yeah. And actually for the first time tuna record hivi, nadhani wengine ambao mmeendelea kutufuatilia tulikuwa tunafanya Zoom, but today we really thank God tuweza kukutana ili kuweza kufanya pamoja, so karibuni sana. It's just been lovely to be together, honestly, for the first time, because normally you guys are used to see us like doing it on on Zoom, but today we are live, like as you can see, in all of our glorious, like we are here, we are ready for you guys. Yes. So just stay tuned, like we are here. Absolutely. So investing, faith, living by faith and versus investing, or both, or do we need both? One. Well, I will say, first of all, hivi vitu viwili, faith and investing, to me ni vitu ambavyo vinaenda pamoja, havina utofauti, ila vinavyotajwa vinaonekanika kama ni vitu tofauti, but really havipingamani that much, kwa sababu imani inatufundisha ni nini tunaamini, ambaye ni Mungu. Ila when it comes to invest inatufundisha kuweza inatufundisha ule stewardship of the resources ambazo Mungu ametupa. So Mungu ametupa resources, then how do we tunaziangaliaje? How do we manage them? Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu ni yani hawaste resources. So he has given us resources ili tuweze kumanage. Na I'll say kwamba imani ni spiritual, but when it comes to investment is a practical stewardship of the resources, ambao to me again they go together. Hawezi kusema nahitaji kimoja, vyote vinaenda pamoja. Na nadhani kama Wakristo, tunatakiwa tuvichukue vyote, kwa sababu of course mtu mwingine anaweza kusema mimi simwamini Mungu, najiamini mimi mwenyewe naweza nikafanya vitu vyangu, lakini really just taking that step of investing is spiritual, because you are putting your resources there ili we unaamini utapata matokeo mazuri. Ni kama sawasawa na mkulima anapoenda kulima shambani,
anaweka mbegu akiamini atakuja kuharvest. Yeah. And so that is faith. That's right. So investing and faith to me Goes ni kitu hand in kimoja, hand. and so you cannot choose. You might say, oh, Lilian, mtu mmoja anaweza kaamua naamua tu niko kwenye imani. Hiyo ndakuwa imani isiyokuwa na action, because imani haikufanyi wewe uwe mpumbavu au uwe nadhani jina sahihi kwamba mpumbavu si kwamba mimi siwezi kuinvest because niko kwenye imani. You know, kwa imani inafanya active imani ni ile ambayo inakufanya take a step of faith of doing something. And so to me, as much as you trust God, trust also to invest kwenye kwenye resources ambazo Mungu amekupa ili uweze kupata matokeo ambayo ni sahihi. Yeah, so for now just to share that and believing that we really need both. We need both. They naweza zika work separate and they will be okay, but if they work together they are strong together and we will get result ambayo ni nzuri. Kwa kuongezea hapo kwa kitu ulichokisema, nimekumbuka ile andiko inayosema kwamba imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Investment is the same thing. Unapo invest unategemea mavuno baada ya muda. Unasema leo ninaweka paundi yangu 100, baada ya miaka 10 ninategemea hii 100 iwe imefika paundi, iwe imefika 1000. Kwa hiyo unatarajia na una uhakika. Tayari ni imani kama ulivyosema dada Lilian. Nimelikumbuka hilo andiko linaloielezea imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Yaani unakuwa ni kitu hakipo lakini una uhakika kwamba kitatokea. Na pia neno pia linasema pia to take dominion over everything here on earth. Kwa hiyo ukiangalia hiyo dominionship lazima kuwe kuna formula fulani as human we need to follow, we need to take and do. Unaona, kwa hiyo for me I think the word investment, ukisikia investment inakaa kama vile ni kitu kiko like really huge. It's for a certain group of people. You need to have a pot of money of a certain amount, lakini any investment for me it actually carries every aspect of my life. Unaona, plus the finance side of things. Kwamba lazima ni invest in my health, lazima ni invest in my spiritual growth. Unaona, kwa sababu bila kuwa na ile hali ya kusoma neno, kumtafuta Mungu, kuomba, kufunga, all that is investment. Unaona, my family, my home, that is I'm investing. I'm investing my time, I'm investing my energy, I'm investing my thoughts. Nazotumia mawazo yangu kuweka katika kufikiria nifanye hiki, nifanye vile. You understand? When that means ile neno Mungu ambaye ameniambia kwamba take dominion over everything, I'm actually daily investing and putting my all into the different aspects za maisha ya kwangu. The big one of course inakuja katika side ya finance, lakini me just to encourage someone yuko out there, you don't really need to have so much. Hautaki kuwa na kibugu kikubwa au like a big amount of money. You can start with £10, £20. Na £10 kama invest that money, you use it towards educating yourself about a particular thing, and then you work on that thing. Au unaenda kuinvest, unaenda kuweka kwenye bank. You understand? So there's just different ways, and for me I think to also to emphasize ni kwamba mtu tuanzie kuinvest kwenye faith. Unaona, once you invest in faith, once you invest in things that the spiritual life, the godly life, unaona, then vitu vingine they will just align. Unaona, Mungu, Holy Spirit atakufundisha where to go, how to go, who to meet, what to say, what not to say. You understand? And then the doors zinakuwa zinafunguka hivyo. Unaona, so I think for me I would encourage mtu aanzie kwanza kwenye faith, and then kama hauna imani ndugu yangu, you won't come out of bed. Kabisa. Isn't it? Yeah.
you'll be depressed, you'll be Mhm. stressed, Mhm. you'll start having anxiety. Eh? Mhm. So for me, faith first, and then the rest. Yeah. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and then the rest shall be added unto you. So what are the rest? Those are the rest. You know, the investment of here and there. So Yeah. Yeah. Right. Yeah, nafikiri imani, faith ni kama spiritual currency. Ya, hiyo ni spiritual currency. Kwa sababu ukiangalia hata Mungu alipokuwa akiongea na watoto wake, yani from beginning, imani Kigiriki wanasema ni uaminifu, is faithfulness. Alipoongea na Habakuki chapter 2 akasema andika haya unaokuelekeza. Those who read it and run with it, hao ndio watakaookoka, yani wanaoishi kwa imani, maanake wanaishi kwa uaminifu wa maelekezo. Kwa imani ni spiritual nini tumesema currency, ambayo inakusaidia sasa kuishi katika dunia hii. We are tunaishi katika dunia hii, lakini we are not of this world. Maana yake ni kwamba sio kwamba hatufanyi mambo ya dunia hii katika ile kanuni ya hiyo spiritual currency. Kwa mfano tunafanya kazi kama watu wengine, si ndio wana wa Mungu? Na tuko hapa kwa hiyo ukiongelea habari ya investment, nafikiri kutokana na topic yetu watu wengi wanakuwa wanafikiri nikiwa nimeokoka, nimeshaomba, imetosha. Na ndio maana unaweza ukaomba kazi lakini utaapply, ukafanya interview, inabidi ujiandae. Kwa hiyo imani ndio inakuelekea huko. Ndio maana Yesu akasema the kingdom of God is at hand. Kwamba ufalme wa Mungu uko hapa. Yaani tuna hizo government mbili, ya dunia hii na ya Yesu mwenyewe iko hapa. Na katika government ya Yesu ametufanya katika ile Efeso 1:17 kwamba Paulo akawaombea, naombea mwe na wisdom na revelation from the knowledge of Christ. Hosea tena, watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Unaona? Kwa knowledge ya Christ ina hiyo kanuni ya jinsi ya kuzalisha zaidi na zaidi. Yesu ametoa mifano mingi, rafiki, Mathayo 25. Tukisoma pia Luka 12 nafikiri ameongelea ule fool, ule mtu mpumbavu. Akasema nina kila kitu sasa nawekeza, nafsi yangu imefurahi, ngoja nile ninywe, afu aishie zake. Akisahau kuwa na hizo investment na fedha na kila kitu. It's not about accumulation. It's about spiritual wealth ya Mungu anayekutumia wewe, alichokupa ili kifanye kazi yake. Sasa kwa nini tunaweka tofauti ya imani na kuinvest? Ecclesiastes 11:12. Ndio maana anasema panda kwenye stream mbalimbali. Sababu hujui season gani itatokea. Ndio maana ya kuinvest. Kwa hiyo kuinvest sio kama una imani. Kwanza kuinvest ndio imani yenyewe. Hiyo ndio imani yenyewe. Unawekaje hela kwa mabenki eti ninanunua stocks. Hiyo ni imani. Kwa hiyo hauko nje ya imani. Tumkumbuke nani yule anaitwa Joseph. Mungu mfalme alivyoota zile ndoto, Mungu akamtafsiria kwamba chukueni 20%. 20% wekezeni. Baadaye wakaja kuwa wao ndo watawala. Jacob as well, akiwa ametumikizwa na baba mkwe wake almost more than 10 times. Amemdanganya it reached a point, imani ambayo Mungu ameweka ndani yake, akajiajiri mwenyewe, akacreate his own work. Kwa hiyo kuinvest kwa mwana wa Mungu ni kitu ambacho ni principle hiyo katika neno la Mungu. Umeona? Kwa hiyo tunapoinvest wana wa Mungu sio kwamba una imani, kwamba nimeshaomba Mungu. Watu wanasemaga why worry about tomorrow? Kwa nini unaweka hela ya miezi 6? Kwa nini unaweka emergency fund wanaita, ndio? Kwa nini hifadhi hela ya miezi 6 kitokea tatizo? From the beginning. Hata ukisoma tu Genesis 1:1 ile Kiebrania then ni numbers. Yaani kila kitu kwa Mungu ni namba. Na investment ni pesa, ni numbers. Kwa hiyo wana wa Mungu kuwa na imani na kuinvest ni kitu kimoja. Bila hivyo hauwezi kufanya vitu tofauti.
Na ndio maana baadaye huyo Josefu na wengine waliweza kuwatawala wengine. Kwa investment in the sense is ufahamu. Invest in the sense ni power, ni authority. Ikitokea shida leo tokee sina kazi, sijui tumewekwa ndani, nitaishi miezi 3 ijayo bila kuoff chochote. That is fake. Uliamini ukaweka hela mahali, alafu baadaye kama ni fedha au kainvesti kwa marafiki, umeona baadaye wanakuja Mungu anawatumia wanafanya kitu kwako. So kwa kifupi naona faith itself is a spiritual currency which takes you to teach you au kile kidogo ambacho Mungu amekupa kuhakikisha unakipangilia. Hiyo ndio principle ya Yesu. Hata ya Mungu amemtoa Jesus once till today. That is a huge investment. Till today, the name of Jesus, my people yanatoka in the name of Jesus, you can see things. That was a one huge investment. In one way, the investment is being strategy. Huwa na mtu wa mipango. That is God's character. And we are God's image. Are we not? We are God's image. Mungu ni Mungu wa mipango. Tangu mwanzo, ikitokea hivi anajua plan B ni hii. God had plan B's, plan C's kwa kila kinachotokea. So why not us as Christians? Kwa sababu tumempa Yesu maisha yetu, then atuwekezi. Tunabidi tuwe na strategy kama Mungu alivyokuwa. Ndio maana mpaka leo adui hatuwezi, tunasema tunamuita tu Yesu. That was a huge investment for him to come here on earth. Ili mpaka leo we want something, we get it. Invest once for all. Yes. Amen. So I think naomba nikuulize swali. Umeongea vizuri sana na nakubaliana na kila ulichokisema, lakini kuna watu ambao wanakuaga wana hii idea au perspective kwa sababu pia kuna neno kwenye Biblia inayosema msisumbukie maisha ya ulimwengu huu au kesho mtakula nini au mtavaa nini. Angalieni hata ndege wa angani Baba wa mbinguni anawalisha, na maua ya kondeni Mungu anayapendezesha. Hata Mfalme Suleimani ambaye ni tajiri wa kihistoria, mpaka leo inasadikika hakuna tajiri kama yule, hakuwahi kuvalishwa kama maua ya kondeni. Sasa mtu akija na andiko kama lile, dada Salome, kwako unamsaidiaje? Nafikiri kuna namna ambavyo mtu anaweza akapick andiko moja tu bila kwenda kwenye ile mapana neno la Mungu kama lilivyo. Biblia hiyo inakwambia watu wasiangamizwe kukosa maarifa. The same Bible. The same Bible hiyo Yesu hiyo akasema invest. Yule alipata talanta moja akasema hata wewe umeshindwa. Kwa nini Yesu akusema kwa nini hao wengine waliangalia kuzalisha wapate mara 2 ya 5, mara 2 ya hata kwenye neno la Mungu unapofanya neno la Mungu unaambiwa zalisha 30, 60, 90. Yaani maana yake kuna kazi unabidi ufanyie ili kitu kizalishwe. Kwa kuhangaikia kesho maana yake unakuwa conformed to the things of this world. But being transformed, kubadilishwa sasa mind ni pale unapokaa na kujifunza kanuni ili usihangaike ya kesho. Ndio Mungu anakupa sasa how to do it. Why then God told Joseph put 20%? Si Mungu angefanya tu. Why did God spoke to tena mfalme ambaye hata mjui Mungu kwamba wekezeni for baadaye? Ndio maana ya kuvalishwa. Kwani Suleiman akufanya shughuli? Alikaa tu, yani Mungu akampa imani alafu vitu vikatokea. He had to do things ili wawekeze. Hadi Paulo mwenyewe katika utumishi bado alifanya kazi. Mpaka dakika ya mwisho, mpaka akiwa kwenye ile ni Act 28 alikuwa kwenye rented house. Don't forget that. Paulo, Act 28, 30-31. He was there for 2 years in the rented house. How did he pay the rent? Si Bwana analeta tu, wanamwaga tu. Yaani wewe kaa tu, Bwana atamwaga. So Philippians na wengine ambao makoeka wake, they came and ushered him and helped him there. Kwa sababu walifanya kazi. Na asiyefanya kazi na asile.
So usipiki one andiko ili kufanya wewe ukae tu unakuwa mwinjilisti, unapita nyumba hii unakula umekuja kutia moyo mwana wa Mungu, lakini ni umekuja kupiga vitu. Yeah. So hiyo haimaanishi usikusumbukia, maana yake unakuwa conformed kutokana na wanaofanya system ya dunia hii. Yani don't be anxious. Yes. Philippians 4. In everything pray, na ufuate hayo principle nyingine. Yeah. Yesu pia na ndio maana kila I think 11 to 16 times Jesus spoke about investment. Though it's not the proper word investment, wanaita ni diversification. Yeah, or stewardship. Yeah. He did almost more than 11 times. Matthew, Luke and the other verses. Kuonyesha kwamba people has to invest. Hata yakasema Yesu mwenyewe, jamani hiyo ni topic ndefu. Kuna kitu hapa kabla wewe bado hujaingia, kuna kitu hapa nimekiandika, nimesema hivi, invest wisely so faith does not become an excuse for poor stewardship. Yes. Oh, that's really good. Na hiyo point da Salomo alivyosema na Diana hapo alivyosema mtu yani usihangaikia dunia. Nadhani da Salomo alielezea vizuri sana pale alivyosema kila kitu kianzie kwenye imani. Kwa hiyo unapoanzia kwenye imani na ukaenda ile Biblia inaposema kwamba do not be conformed, kwa hiyo kwamba unapofanya kitu usifanye kama wa dunia hii, but be transformed. Kwa hata hivyo unapokuwa unaenda unainvest kwenye ile mentality ya kingdom, mentality ya imani ambayo imetoka kwenye foundation ya Mungu. Kwa hiyo hata kama hautakuwa na ile anxiety ile kwamba hii inakuaje, labda nikiweka hapa nitapata sitopata. No, yani you are grounded and you have that faith kwamba I'm doing the right thing. I'm taking care of these resources ambazo Mungu ameziweka mikononi mwangu. Yes. Na faith ni evidence unasema. Yes. So you have to have evidence and uone kitu ambacho kinakupelekea kufanya jambo. You have uwe na kitu tangible. Kwa kama unaamini kesho itakuwa hivi, sasa how don't you put money? Yani ni lazima ukione kitu. Evidence of things hoped for. Una hope kwa nitazalisha. Sasa usipoweka huna evidence. Lazima tuone umeweka. Lazima Mungu akupe kitu uweke ionekane kwamba baadaye nilivyofanya kitu fulani kwa familia hii, nilipofanya kitu fulani katika kuwekeza hela, spiritual as well. Afya yangu, sababu wanasema health is wealth. Health is wealth. But principle katika Kristo Yesu, when you invest not for accumulation. You wonder saa nyingine umeinvest, unaambiwa hiyo hela toa, kafanya injili mahali. Ndio maana inakuwa not in the way of this world. Ours is gonna be quite different. Yani vitu vingine Mungu anataka kutoa, hiyo hela umeinvest inatoka inaenda kufanya huduma, kwa sababu your faith is a spiritual nimesema currency, ambayo Roho Mtakatifu atakusaidia ili iendane na neno la Mungu. Yeah. I'm just gonna add so briefly. Mimi nimependa nafikiri ni Billy na Winnie mmeongea kwamba obviously umesema kwamba faith na investment they are going together. That's very true. And I like Winnie mmeongea kwamba when we talk about investment, it's not like a huge thing, a big thing. For me, I think as women, because sababu intention yetu ni kuongea zaidi na wanawake wenzetu. As women, we are always investing. So as we are talking right now, it's like we want to encourage you to do what you always do. I will just say one example. I will use an example. As most of us, we are in England. We came here by faith. We did things for coming here. We applied for visas. We had some support from people. And we came to this country. We didn't even know what's going to happen. But we had that faith and we invested. And we've been here for many, many years now, most of us. And we've been doing things. We've got families, we've got husbands, we've got children. Like Win said, we are investing even to raise your kids every day, to look after your husband, to make sure your home is running properly. That's investment. For you to sit down to say, you know what, I think I just want to add some information for myself. I want to go to school. I want to apply for this job. That's investing. So tunarudi pale kwamba investing and faith goes together, because
first kwanza inakuja ile imani kwamba unaomba kama tulivyosema, we pray, I want to do this, I want to change my job, I want to go to school, I want to go to university, I want my daughter, maybe my son to have this. You have that wazo moyoni, unamwambia Mungu, and then you act on it. You are not sitting down. Tunarudi pale pale tena, you can't just sit down. So to be honest, what we are talking today is the things that we are always doing as women. We just want to encourage one another kwamba let's keep doing what we do, because we know that we are doing well. And yeah, that's what I wanted to add, really. Wow. I think nimepata kusikia, our views and where we come from, the different angles about tuko nazo kwa ajili ya investment. Kila mtu ana nafasi ya ku-act on the position ambayo yuko nayo. Pale ulipo saizi, either uko unauza vitu sokoni, either unafanya kazi kwenye bank, either wewe ni mama tu nyumbani uko full time house mother, una nafasi ya kuinvest from where you are. Unaona, kwa hiyo just to encourage you, endelea hapo ulipo, seek God, unaona, mtafute Mungu, ongea na Mungu, kuwa na conversation na Mungu, muombe Mungu akupe direction on where to go, how to go it. The good thing about maisha, the season of everything. Na season yako itakuwa tofauti na season ya kwangu, ya Sister Salome na everybody. So just where you are is the best place. Keep doing it, keep carrying on doing what you're doing. Develop kama unaweza ukadevelop, take unachosikia hapa na pale, work on it and move on. Unaona, investment doesn't have to be big. It's a huge topic. We could be here forever. Tunaongelea mambo ya investments, sababu inakuja in different shapes. That's right. So just work on where you are and you will be okay. You will definitely be okay. And the good thing about social media nowadays, kama naongea hivi vitu publicly, we are here talking publicly kwa ajili ya encourage mtu mwingine, so you're not alone. Okay, so God bless you. Yes, kabla wewe hujamalizia hiyo, imenijia hiani jamani, ilikuwa kutokana na jinsi ambavyo tumediscuss, yani nimejifunza kwamba Mungu amekuwa a faithful steward of resources, kwamba aliumba ulimwengu umejitosheleza. So if we can find that, we do something that itajitosheleza to generation and generation. Asanteni sana. Barikiwe. Have a lovely time. Bye. We love you guys.